wenye wako kwa ofisi ya governor sasa, niliwaambia nyinyi mchunge. Ukikanyanga ujue governor anakuangalia. Wacha vile walikuwa wanafanya mbeleni ati wana county ndio wanashirikiana na wakora. Sasa siku hizi nimewaambia mimi nakumulika hivi. Nikikuona wewe ndio wa kwanza ndani. Wacha kwanza mwizi mwenyewe wewe kwanza. Sasa mambo imeanza kutembea vizuri. Hii kiwanja ni kiwanja ya wanasukari na tutaulizana. Kama ni parking mnataka, kama ni stage ya matatu tuongeze hapo, kama mnataka mambo gani itakuwa pale. Ya pili ni hii kiwanja tulikuja hapa juzi na tumepima hospitali. Na niwaambie kupima tu hospitali hivi vile mnaona tulikuja na kuanzilisha, kesho yake watu walikuwa kotini. Nikakuja nikaletewa makaratasi kule kwa county. Huyu jamaa akaletoa makaratasi ya kotini, tumeshtakiwa ya kwamba kuna watu wanadai ile ardhi. Hatutaongea mengi ya mambo yenye yako kotini, lakini hakuna court order hata moja niko nayo ya kusema kazi isifanyike pale. Ya pili, ile kazi tumekusudia pale kwa vile record yangu ya zamani inaonesha ya kwamba kwa haki hiyo kiwanja ilitolewa ikiwa ni ya kazi ya wananchi umma wote wa hapa. Hiyo sitaruhusu ichukuliwe na mtu. Tutapambana mpaka dakika ya mwisho. Na mimi nitaendelea na kujenga. Ile pale, ile kitu ilifanya nisijenge tu, nilikuwa nabadilisha design kwa vile tulifanya design ya hospitali, tukaona hiyo design ingefaa tuongeze kwa vile ile hospitali kubwa huko ya Roiro iko mbali na watu wa pande hii yote ya chini. Tukasema badala ya tujenge ka hospitali ndogo ile tulikuwa tumepima ya pale ile ya level 3. Tukasema kwa vile watu wengi kutoka hapa Wendani, kutoka Mweki, kutoka Mwihoko, kama kuna mambo ya emergency kubwa ile operation na mengine, watu wanavuka kwenda ile Roiro pande ile. Na vile hapa tuko na kiwanja, nikasema wacha tubadilishe hiyo design, tupanue ndio tujenge hospitali mzuri. Kwa hivyo msife roho. Hiyo hospitali tunajenga na tunaanza na itawahudumia. Tuko pamoja jameni? Hayo mambo mengine yenye udhispa wameuliza hapa, hii mambo ya kabro. Hii hapa alikuja kwangu juzi akaniambia hapa kuna kazi ya kuweka kabro hii mahali yote kuzunguka hapo hiyo area yote hapo kwa hika shopping. Nikamwambia tunaweka ndani ya wiki 2 kutoka siku ya leo, anza kuhesabu. Ndani ya wiki 2 tutakuwa hapa na tutaweka hii kabro yote hii mahali ikuwe pahali pazuri na watu wafurahie kuketi hapa kahawa sukari yetu. Isitoshe, nilisema ya kwamba nina mpango mzuri ambapo kila kabarabara na kanjia ya kuingia pahali popote hapa sukari, ninachukua mataa ile ya solar lights, tunaweka yote pamoja huku ndani. Hii mtaa yetu, kama unatoka asubuhi unaenda kibarua ya mapema, kama unarudi umechelewa, kama mtoto anatoka shuleni anakuja na basi, inakuwa tunamwangaza kila mahali. Hiyo kazi tumeipangia. Hayo mambo yenye Odhisa ameuliza hapa yenye mambo ya hiyo barabara kule ya chini, umeita nini hiyo barabara ndugu yangu? Baringo. Watoto wa nasari, hakuna mtoto hata mmoja anaenda shule anakosa asubuhi mtoto sasa anaenda shule saa 4 kamili, kila mtoto anakula mayai nzuri ya kuchemshwa. Nilisema kutoka Januari hii tunaenda kila Alhamisi, Thursday, every Thursday from January, kila mtoto atakuwa kikunywa packet ya maziwa kwa shule. Sasa ndio watoto wetu waweze kufurahia na kupenda masomo. Nilimwambia huyu kiongozi ya kwamba hii shule iko hapa, sisi tunajenga ECD Center. Nataka tuelewane wanakahawa sukari. Wakati naongea juu ya ECD Center, sisemi ile darasa moja ilikuwa inajengwa zamani. ECD Center yenye governor WAMATANGI anajenga, tunajenga darasa moja ile tunaita PP1 ya mtoto akiingia kwenye shule. Tunajenga ya pili inaitwa PP2 wakati mtoto anaenda kujoin form 1. Tunajenga ofisi ya mwalimu wa hawa watoto wa ECD. Tunajenga pande hii vyoo, choo nzuri za mwalimu, watoto wa kiume na watoto wasichana. Alafu pande hii kushoto tunajenga
play center ambao tunaweka zile swings, ile tunnel ya watoto. Sasa katoto kakienda kwa center kanafurahia. Tuko pamoja jameni? Haya mambo tumeanza, tushaanza mjengo, tumepima na huyu na ECD center pale, tuko tayari, pesa tumeweka kando, hiyo kazi itaanza. Hapa kwetu Kahawa Sukari, unajua wakati alikuja kuniambia, alinieleza hapa shida moja tuko naye hapa Kahawa Sukari, pia ni mambo ya maji. Walikuja hapo, huyu chairman alikuwa pamoja na hiyo timu yote, tukaongea sana, tukaelezana. Mnajua niliwaambia nilienda kwa rais, nikamuomba pesa, akanipatia 5 billion. Nikaenda kule juu, kule mahali kunaitwa Karemeno, tukaongeza pesa na maji ikaongezwa ya kututosha Thika na Juja na Ruiru. Hapa kwetu sasa mambo ya maji tutamaliza, tuhakikisha kwamba maji yetu na mifereji inaingia hapa, na huyu tutapanga naye huyu this power ndio maji yafike kwa kila mtu. Tuko pamoja jameni? Sasa nyinyi kwa vile leo tumekutana hapa ndio mpate hizi vifaranga vya kuku. Na nikiita vifaranga, wengine wenu wa mama mnaweza fikiri ati ni ile kifaranga ya siku moja. Hiyo kuku tunapeana pale iko tayari na mwezi mmoja na wiki mzima. Kwa hivyo ni kuku mzima hiyo. Hiyo kuku tunakupatia 5 leo, tunakuandikisha, najua mumeandikishwa majina, 3 weeks unaitwa, unapatiwa ingine 5. Kwa hiyo kakota usitupe, iko na lebo ya kaunti ya Kiambu. Baada ya mwezi mmoja unachukua ile kuku yako, mwezi wa 3 utakuwa tayari umefikisha kuku za kukufanyia kazi. Wacha nikueleze vile utafanya. Mwezi wa Disemba chukua mayai 5, patia kila kuku yako ile nimekupatia. Ikifikia mwezi wa 3 uko na vifaranga kutoka kuku 10, umepatia mayai 5, uko na vifaranga 50. Sasa ngojea mwezi wa 3 imefika kuku ya kutaga mayai. Ikitaga mayai 50. Huyu governor, hiyo mayai inakuliwa kule kwa shule, mimi nanunua moja shilingi 18. Sasa we piga hesabu yako mama, kuku iko hapo ni ya kienyeji, haikuli ile unga ya mfuko yenye iko ya bei. Hii kuku haina mambo mingi ya ugonjwa ya homa ya kudungwa sindano na kuhakishia taa usiku, ni kuku ya kawaida. Tuko pamoja? Sasa sema mayai 50, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa peleka kwa shule. Kipeleka kwa shule mimi ninakulipa. Leo mumejiandikisha, umewacha namba yako ya simu, umepeana namba yako ya kitambulisho, umepeana jina lako. Kila Saturday sasa mimi ninapiga hesabu yangu, ulipeleka mayai 50 mara 5 kwa siku 5. Nasema piga times 18. Hivyo ni kusema kwa kila wiki, kila Jumamosi, governor kwa simu yako ile umenipatia leo, unasikia message kutoka kwangu, ting 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 tong tong tong. Ukienda kuangalia, governor amekuwekea 4,200 kwa kila wiki. Ndio nataka wamama msichukulie hii kama mzaha, na isichukuliwe tu kwa vile watu wengi walikuwa wanaongea juu ya kuku, hawajui mambo ya hii kuku. Hii kuku niwaeleze kwa ufupi, nilianzisha kwa vile nilienda nikanunua raundi ya kwanza. Niko na watoto karibu 60,000 kwa hii kaunti, wanakula mayai karibu 1,400 kwa kila wiki. Nilinunua wiki ya kwanza wakati nilianzisha mradi. Badala ya kununua, nikaelezwa mayai yameisha kwa soko. Watu wakaanza kwenda Uganda kununua Kampala. Sasa mimi nikauliza, jameni, nichukue pesa za Kiambu nipatie mwanabiashara apeleke Uganda anunue mayai, asimamie mkulima wa Uganda? Nikasema hapana, hii sio hesabu sawa. Tuko pamoja? Ndio nikasema sasa tukifanya hii yetu loko, tutafanya hapa, pesa ibaki na wewe na mtoto wetu bado akule hiyo mayai. Si ni sawa hivyo? Kwa hivyo tuelewane, hiyo ndio safari yetu. Kwa vile sitaki kuongea mengi, nataka tuelewane ya muhimu, kwa vile sisi wote hapa najua kunaweza kukua mmoja wawili wetu uko na uwezo wa kujisimamia kwa mambo ya afya. Lakini wengi wenu hapa, hata kama wewe uko na kibarua, uko na mama yako, labda uko huku Kiambu, mwingine. Na mimi niliambia watu, jiandikisheni kwa kadi ya Kiambu afya ambaye governor alianzisha. Watu wakafikiri ni wakati niliandikisha watu wa kwanza walijiandikisha watu 1,300.
Niliwaita juzi wakakuja wakajaa Kirigiti Stadium. Wacha niwaeleze kwa ufupi ndio tu. Inaweza kukuokoa wewe na ikuokolee mtoto na ikuokolee baba ama mama yako akiwa pahali pengine. Huu mradi nilianzisha tunaita Kiambu Afya ama Wamatangi Care. Toto, alafu hao wakae wameingia kwa mradi. Kama ni mzee, peana jina la mama na watoto, hao wakae. Mzee kama ako kazi Mombasa, akiwa mgonjwa, aende hospitali huko, anatibiwa, anaambiwa nenda nyumbani. Amesimamiwa na Kiambu Afya. Kama mtoto wako shule Kisumu, akiwa mgonjwa, anatibiwa, anaambiwa nenda nyumbani. We ukiwa hapa, ukiwa mgonjwa, pia sawa sawa, enda hospitali, unatibiwa, unaambiwa nenda nyumbani. Ya pili ni kwamba hiyo kadi mbeleni, hata sasa kadi za kawaida zinakataa kusimamia yale magonjwa kama kansa, yanakataa kusimamia magonjwa kama diabetes, ugonjwa ya sukari. Kadi zingine zinakataa kusimamia magonjwa kama high blood pressure, kwa vile hayo ni magonjwa yenye unaishi naye karibu kwa maisha yote. Wanaogopa gharama. Kwenye hii kadi yetu ya Kiambu Afya ama Wamatangi Care, ukichukua ugonjwa wa saratani ama kansa, ukienda hospitali unatibiwa kama kawaida na unalipiwa bill. Ugonjwa wa high blood pressure unatibiwa. Ugonjwa wa sukari, madawa unachukua kama kawaida. Na la mwisho na ya muhimu sana kwenye hii kadi yetu ni kwamba ujiandikishe ni ya familia. Kama mtu mmoja wa familia akilazwa kwenye hospitali, shida ya kwanza huanga ni hiyo bill. Hiyo bill italipwa. Kwa bahati mbaya, kama mtu yeyote akiaga alikuwa ameenda kwa familia na ako kwenye hiyo kadi, badala ya wewe kwenda nyumbani kupanga hema ndio mfanye mchango wa kutafuta pesa za kumpumzisha yule, kutafuta sanduku, gari la kumbeba, badala ya kufanya hivyo, hiyo kadi pia inakusimamia familia, wanapewa 100,000 cash. Tuko pamoja jameni? Kwa hivyo ni kusema ya kwamba hii mambo mlikuwa mnaona tunafanya ya aibu, ya chuki, mambo ingine saa zingine inakutoa hata kwa furaha, kwa vile unaenda kuombaomba pesa, tumemaliza. Tuko pamoja jameni? Kwa hivyo sasa nyinyi na waomba, tukiitana mara moja ya mwisho na tunaitana Disemba hii, mujitokeze. Tukifunga Disemba hatufungui tena, kwa vile lazima huu mradi uanze. Tafadhali mwambie mama akiwa nyumbani, waeleze kama ni watoto, jiandikisheni. Wewe mzee ukiwa area, andikisha familia yako. Tuko pamoja watu wa sukari? Basi nataka tumalizie hapo, tusiongee sana mpaka kesho asubuhi. Tusikilizane ya kwamba kuendelea mbele kaunti yetu ya Kiambu tuko sawa sawa. Huyu chairman nilimwambia nitarudi